Habari wafuasi wangu. Yes, ikiwa ni siku ya Ijumaa ya tarehe 25 mwezi wa 4 2025, basi nimekuja kujibia swali ambalo nimekuwa nikiuliza sana na wafuasi wangu. Kuna baadhi ya watu wamekuwa wakiniuliza hivi, ni kwa nini haufungui group la WhatsApp kwa ajili ya kuwa unatupa updates za mechi au tunabadilishana mawazo 2-3 kila siku. Lakini kwa siku ya leo hapa nimekuandalia hii video ni kwa ajili ya kujibu wewe ambao umekuwa ukiniuliza. Sio kwamba mimi sijawahi kufungua group la WhatsApp. Hapana. Mimi group la WhatsApp nimeshawahi kufungua na nilifungua zaidi ya siku 5 na hisi. Nilidumu ndani ya siku 5 na nilikuwa nishapata wafuasi wengi kama 50 hivi ndani ya siku 5. Lakini kitu ambacho kilinipelekea mimi nikafunga group la WhatsApp ni kuna baadhi ya sababu ambazo mimi zilinipelekea nilifunga ile group. Sababu ya kwanza, unapofungua group la WhatsApp inatakiwa ujue kabisa kwamba kwenye watu au 50 sio kila mmoja amekuja kwa ajili ya kuchukua mikeka ambayo unakuwa unaposti kila siku. Kuna baadhi ya watu wanaingia kwenye group lako na kwa ajili ya kuja kupotosha wateja wako. Kwa mfano mimi nilipokuwa nimefungua group la WhatsApp, nilikuwa nimeweka sheria kali sana. Nilikuwa nimesema hakuna mtu kuposti mkeka wake yeye binafsi. Lakini baada ya kufungua group la WhatsApp, kila mtu akaanza kutuma linki. Mara huyu anamwambia sio, nenda kwenye Telegram channel yangu, search kwa jina hili, hapo utapata mkeka ya uhakika. Kitu ambacho kilikuja kikanikwaza mimi. Mwisho wa siku wakanipunguzia uaminifu mimi, nikaonekana kama mimi sina arrangement nzuri ya kutuma mikeka. Unajikuta kwa siku huyu anatuma mkeka wake, huyu anatuma mkeka wake na huyu anatuma mkeka wake. Tunashindwa kujua je, mkeka upi ni sahihi wa kwenda nao. Naona hapo. Kwa hiyo hasara ya kwanza ya kufungua group la WhatsApp ni kwamba unawapa uhuru watu wa kutuma linki za magrupu tofauti. Yaani kila mtu anapojisikia anatuma, akijisikia kutuma hiki anatuma, kwa sababu group lipo na wafuasi wapo. Hasara ya pili ya kuwa na group la WhatsApp, si kila mtu anayejoin kwenye group lako la WhatsApp anaingia kwa ajili ya kupata updates za mechi. Kuna watu wengine lengo lao ni kwa ajili ya kuwatapeli watu. Kwa mfano, unaweza kuwa na wafuasi 2000 kwenye group. Lakini kwenye wafuasi 2000 kuna baadhi ya watu 5 wameingia kwenye group kwa ajili ya kuchukua zile namba za watu 2000 ili baadaye watumie hizo namba 2000 kuwatapeli watu. Kwa mfano, isha kulitokea, nimefungua group la WhatsApp, nilikuwa na wafuasi wengi kidogo. Unakuta mfuasi anakulalamikia admin, anasema sijui umenitapeli hela yangu, umenitapeli hela yangu. Kumbe umo kwenye members wangu ambao wapo kwenye group, kuna mmoja amepita nyuma akamcheki members mwingine akamwambia sijui nitumie hela. Kwa hiyo unajikuta wanachukua hela pasipo idhini kutoka kwa admin. Kitu kingine, anaingia kwenye group, anachukua ule mkeka ambao nimeutuma, naye anaanza kutuma kwenye group yake, anajibrand kupitia jina langu. Mwisho siku inakuja kuniletea kasheshe mimi hapa. Hasara nyingine ya kuwa na group la WhatsApp ni kwamba ukijaribu kufunga ile group la WhatsApp itaonekana wewe ni tapeli. Yaani ukijaribu kulifunga ile ili watu wasitume SMS, wewe unatuma kama admin, watu watakuona wewe ni admin. Tapeli. Lakini ukisema ngoja nifungue group, basi hapo utakuwa umewapa ruhusa ya kufanya wanayoyataka wao wenyewe sasa. Unaona? Na pia nijaribu kuweka sheria kwamba hakuna mtu kutuma mkeka wake. Mkeka itakuwa inatumwa na admin tu. Lakini watu walisikia hilo. Na hasara nyingine ya kuwa na group la WhatsApp ni kwamba unapotuma mikeka siku 2 mfululizo ikachana, watu wote uaminifu huo unaisha. Yaani mtu anachoamini anaamini kwamba mikeka ni ya uhakika ambayo unatuma. Mimi ndio maana nikitumiaga mkeka kwenye TikTok, Instagram, YouTube, huwa nakwambia kabisa huu mkeka sio uhakika 100%. Weka na za kwako. Lakini sasa unapofungua group la WhatsApp ukatuma mikeka, siku ya kwanza ikachana, siku ya pili ikachana, uaminifu kwa watu ndio huo unapotea. Unajikuta watu wanaanza kuleft group, mara huyu anakutukana kwamba hamna kazi. Ndio maana mimi mwenyewe sipendi kufungua group la WhatsApp. Lakini sasa kwa kuwa watu wengi wamekuwa wanaomba mimi nifungue group la WhatsApp. Sasa wewe kwenye comment hapo niandikie, je, unataka group la WhatsApp liwepo au tuendelee hivi niwe naendelea kutuma YouTube, niendelee kutuma katika Instagram yangu au TikTok yangu? Asanteni sana.